Bwana, karibu tena katika channel kwa upande wa Simi One. Umeona bwana, hebu tulifanyia review kidogo movie ya Big Boss. Tukiangalia hapa tunamwona bwana Clamvevo yupo kwenye gari yake, gari kali, lakini sura yake ipo vibaya zaidi na ieleweki shida nini. Lakini tunamkuta bwana Clamvevo yupo katika mjengo mkali zaidi anaingia, na tukiangalia hapo mbele tunamwona bosi ama ni tajiri wa bwana Clamvevo akiomba pesa, hajulikani pesa zinaombwa kutoka kwa nani, lakini Clamvevo ameshika bunduki mkononi na tunamwona wewe bosi yeye yupo busy tu kuomba hizo pesa, lakini mwisho wa siku anamnyoshia bwana bosi huyo Clamvevo anamnyoshia basi story, tunaweza tukasema kwamba na anataka kumshuti, lakini mwisho wa siku ameamua kumshuti. Baada ya kumshuti tunamwona bwana Clamvevo ameamua kutoka nje, lakini ukweli ni kwamba alivyotoka tu amekuta bosi huyo bado hajafa na kumwambia kwamba huwezi kuniua mimi hata mara moja, kwa na mimi ni mkubwa zaidi, cha kufanya wewe fuata masharti hapa na pale, na yaeleke masharti ya nini hatujui. Tukija kwa upande wa pili kwa mama Clamvevo, yeye ni mtu wa kukopa kila siku, lakini mwisho wa siku wana wa dukani ameamua kumkunjia na kumkaushia na kwamba hawezi kumpa chochote kile, bibi kubwa ameondoka mazima. Lakini tukija kwa upande wa pili bwana Clamvevo amekuja kuomba ushauri kwa rafiki yake, je, afanye nini ili kuondokana na chama hicho, na tunajua kwamba Clamvevo yupo katika chama ambacho hakieleweki, chama cha mapesa, chama cha hela, lakini mchizi anamcheka na kusema kwamba ushaingia basi wewe cha kufanya wewe fuata masharti maisha endelee, lakini sio kwamba kila mtu anafurahia hizo pesa tunazopata, kila mtu na masharti yake tofauti. Lakini kweli ni kwamba bwana Clamvevo ameamua kusema kwamba yeye hapendi kabisa masharti, lakini ndio kaa kidogo tunaona bibi mkubwa anampigia mwanae simu kwamba anahitaji ama anahitajiwa pesa kwa sababu ameenda dukani, ameenda wapi. Clamvevo anasema kwamba mama, mimi sasa sina hela, lakini kweli ni kwamba Clamvevo anatamani sana kumsaidia mamake, lakini hana uwezo wa kumsaidia kwa sababu kuna masharti yanamkinga na anaweza kumharibia kila kitu. Mamake Clamvevo anazidi kuumia na kuteseka zaidi kijijini, lakini mtoto wake naye pia anateseka kimawazo, kifikra, kila kitu, lakini uwezo wa kumsaidia mamake ndio huo tu na amekosa. Umeona bwana. Kwa tunaweza kusema kwamba bwana Clamvevo anapitia makubwa sana, na hata vile mamake anapitia magumu sana kwa sababu hana uwezo wa kusaidia na hana uwezo kumsaidia mama yake. Tukija siku nyingine tena tunaona chama kama chama kwa chama cha Clamvevo wamejipanga na kuwa makaburini wakipiga nini, tunaweza kusema kwamba kama nyimbo fulani vile wakiimba happy birthday, kwamba kuna mmoja wao kati ya chama hicho yeye kama yeye anatolewa, tunaweza kusema kwamba anatolewa kafara ama ni vipi, lakini wanamwimbia nyimbo ya happy birthday. Happy birthday ni sasa nyimbo ambayo fulani kama mtu akizaliwa au akiwa ndo wamepata siku yake kuzaliwa, tarehe kuzaliwa, basi wanamwimbia hivyo. Lakini kwa hiyo happy birthday yao ni tofauti kabisa, tena wakiimba makaburini kwamba mchizi ameamua kutolewa kafara. Lakini Clamvevo anawaza mengi zaidi, anafikiria jinsi alivyokuwa mamake anapoteseka kwa sababu yake yeye, mpaka sasa hivi hapo alipofikia, mamake amepigwa, mamake anatembea na wanaume za watu. Mwisho wa siku Clamvevo alikuwa anawaza mengi zaidi jinsi alivyokuwa na mamake pindi bado yupo mdogo, mamake anateseka, amelia nini hapa, lakini mamake alikuwa ameshasema kwamba yeye hayupo tayari kumuona mtoto wake akiteseka, hayupo tayari kumuona mtoto wake akihangaika kwenye masuala mazima masomo, na yupo tayari kumpambania mwanae kwenye swala zima la masomo kwa kila kitu. Umeona, tukija hapa tunamwona mchezo wa Clamvevo na yeye amekuja kwa mamake, ile kufika tu mamake kumuona, basi mama huyo akaamua kumuogopa mtoto wake kwa sababu anajua mwanae amekuja kumuua ama ni vipi. Na ukiangalia mama naye alikuwa mchawi vibaya mno, lakini mtu akasema mama, mimi sijaja kukuua, lakini kuna kitu nimekuja kutaka kwako. Umeona bwana, mchizi naye ana masharti yake amepewa na chama, kwa hiyo amekuja kwa mama yake, kwa hatujui nini kitatokea huko mbeleni. Tukija kwa Clamvevo tena amekutana na mchizi wake mwingine ambaye naye ana masharti tofauti na yeye Clamvevo, lakini wakaongea mengi zaidi na kumwambia, je, vipi nyinyi mnateseka na kama mimi ninavyoteseka katika masharti yangu ama ni vipi? Lakini mchizi akamwambia hapana, sisi hatuteseki wengine, lakini sio kwamba tuteseki bali tunateseka na kila mtu ana masharti yake. Na ukiangalia mchizi kama mchizi, masharti yake ukimwangalia kwa kumtazama sura hapo unaweza kusema masharti yake ni nini. Umeona bwana, kwa hiyo Clamvevo kama yeye anajua kwamba mchizi anapata faida, yani tuseme kama ana faida ama ni vipi, lakini si kweli. Kwa kila mtu anaumia kwa kila upande wake. Clamvevo anakaa nawaza, afikiria, anawaza na wazua nini afanye, haieleweki mpaka sasa hivi kwa sababu ana masharti magumu zaidi na anafikiria zaidi mama yake. Kingine anachowaza yeye bwana Clamvevo, kitu ambacho kinachomuumiza zaidi
zaidi ni sehemu ya kulala. Kiukweli tunaweza tukisema kwamba kuna maisha, ama tunaweza tusema kwamba kuna maisha mazuri, lakini sio mazuri kivile. Mtu usiku analala kwenye majeneza, mchana unakuta anatembea gari nzuri. Unaona kabisa kwamba bwana Clamvevo anafikiria jinsi ya kulala, lakini mwisho wa siku hana chaguo. Yeye ni mtu wa kulala kwenye majeneza, ama tunaweza kusema kwenye jeneza, lakini unakuta bonge la nyumba, lakini sehemu analala ni sehemu ya ajabu zaidi. Unakuta wengine wanalala na nyoka, wanalala vitu vya ajabu, lakini hapa unaona kabisa kwamba pesa si kitu, pesa si nini, bali utafute pesa kwa nguvu zako. Analala kwenye majeneza mchizi. Umeona bwana. Tukija upande wa pili tena tunamuona mama yake Clamvevo amefuatwa na muuza duka. Tunaweza kusema kwamba yule jamaa dukani anamdai mama Clamvevo kama 30,000 hivi, na mchizi kaamua kuja moja kwa moja nyumbani kwa mama Clamvevo. Amekuja na mgambo ili amkamate na kumpeleka sehemu husika ili alipo hela yake. Lakini kweli ni kwamba tunaweza kusema kwamba bi mkubwa hana chochote, hana shilingi, hana kitu chochote kile, lakini mchizi kamkazia kinoma noma bwana Cheusi. Umeona bwana, anataka hela yake. Jamaa katubua macho sio poa. Umeona kunaona kabisa bwana mgambo akaamua kumkamata. Mara kidogo tunaona ndinga kali, ndinga ya kihela inaingia, na tunaweza kusema kwamba huyo ni Clamvevo, lakini mchizi ameamua kutoa macho kuona gari kali kinoma linaingia kwa aibu. Umeona bwana, tunaona kabisa kwamba bwana Clamvevo amefika na kuweza kumuona mama yake jinsi gani anavyoteseka, lakini sio kwamba mchizi roho imuumi bwana Clamvevo, roho inamuuma vibaya mno, lakini masharti yanambana. Mama anabaki kulia, tunakulia tu. Umeona, kwa sababu mchizi ana masharti magumu sana, na hapa amekuja kwa mama yake kwa sababu ameambiwa haje atembee na mama yake. Kutembea vipi? Kutembea ni kufanya naye mapenzi, ili sharti lake ile ambalo liwe sawa. Ndio tunaweza kusema kwamba sharti ambalo sio la kuua wala, lakini tu ameambiwa kwamba haje atembee na mama yake kimapenzi. Je, Clamvevo atafanikisha ama ni vipi? Hebu fanya kama unabonyeza subscribe hapa, tuende sawa zaidi. Twende tukaangalia episode number 2. Bwana, subscribe hapo, tuende sawa zaidi, na usisahau kubonyeza kitufe cha kengele hapa ili uweze kuwa kwanza kupata info zetu, ama naweza kusema kwamba video zetu pindi tuwekapo kwa mara ya kwanza kupata new update.